Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Well, a very good afternoon to you, my dear viewer. Today being the last day of January, the 31st of January, the year 2022. I welcome you to our news bulletin here at Sky Cable TV Kenya. I am Wanjiku Njau. Well, we start off with a very sad story that at least 9 people have been confirmed dead after a matatu they were traveling in ran over an improvised explosive device on the Arabia-Mandera highway. The matatu was headed to Mandera town during the Monday 6 a.m. incident that also left 6 others with serious injuries. The latest comes amid a slew of terror alerts, with the U.S. Embassy urging vigilance over an impending terror attack in the country. It is indeed a very sad story, and we hope that the families of the loved ones that they lost, they get peace, and they also investigate the matter at hand very fast so that people can start having answers on as to what occurred. Moving on to our next story, residents and leaders from Baringo County are calling out to the government to beef up security in the area after there has been a repeated incidents of cattle rustling in the area. Viongozi wetu wameongea atuoni matunda serikali. Sisi tuko Kenya kweli? Mimi nauliza, kama hatuiko Kenya, mtuambie basi tuame twende mahali pengine kuliko tukae tungojee kifo. Mimi nauliza president, kama hakuna roho kusema ukweli. Hii si maneno ilianza jana ama juzi, imeanza since 2012. Tukisema tukienda maandamano tukiandamana, lakini serikali haitusaidii. We need a humanitarian support to the people who have been displaced. We need food, we need medical support, we need psychosocial support. 2 people were shot yesterday. They were rushed to Cabernet Referral Hospital, and a number of them continue to live in fear, anxiety across. Chakula hakuna, na kutoka na familia yako uende kwa mtu, uende ukule chakula ya watu, si shida. So unamalizia hata anakudharau kwa sababu umeama na jamii ya mbili. Tunahitaji amani, hata serikali yakitulisha atupe chakula, atupe mablanketi, atutosheke na hiyo. Tunahitaji amani jamii. Watoto hawa ambao wanatarajia kufanya mtihani wao wa mwaka huu muda fupi ijayo, nafaa kitu mwezi 1.5, tunaomba wawekwe katika nafasi na katika hali ambao itawapa wao wafanye mtihani kwa njia ambao haitawatatanisha. Moving on to our next story, following a low turnout in voter registration in Kilifi, leaders from the UDA party have convened together meetings to start sensitizing the youth and also residents from the area to keep on registering, just as the activity is set to end very soon. Watu wote ni walemavu. Nani atakayewachukua ambaye atakwenda kuwaandikisha katika usajili wa IBC, kwa sababu ni kana kwamba wakati mwingi wanabaguliwa. Na hata pia kwa wale ambao wanapeana vitambulisho, waache ile maswali mingi. Kama mtu unajua huyu ni mamake na huyu ni babake, ama mzee alikufa mama yako, tengenezeni mipango ya haraka, watu wapate vitambulisho, wachukue kura, waweze kuchagua viongozi wanaowataka. IBC imewekewa fedha ya kutosha na serikali, kwa hivyo inafaa kufanya hamasa ya kutosha ndio watu waweze kujitokeza kwa wingi.
wasiseme kuwa ati wananchi hawajitokezi. Hawajitokezi, wamechukua mikakati gani ama hatua gani kuhakikisha kuwa watu wamejitokeza kwa wingi. Mimi hii leo kuanzia saa 2:30 tumekuwa hapa na tumeweza kusajili wanachama wa UDA 752 katika kipindi cha masaa 5. Kwa hivyo IBC haiwezi kutuambia ati na hao pia hawezi kuhakikisha kuwa wamesajili watu wengi. Utapata IBC katika kituo kimoja wameandikisha pengine watu 5 peke yake kwa siku. Kwa hivyo wanafanya kazi gani? Wako na enough resources, wacha waingie mashinani, wahamasishe watu waweze kuchukua kura kwa. Wafuate kule mahali walipo. Kwanza kuna kama constituency moja iko na watu karibu watu 70. Religious leaders from Nakuru County have today come together to convene a meeting that is aimed at spreading peace and preaching peace before elections and after elections. Mkutano wa leo hasa ni kuhusu amani katika taifa letu la Kenya, ili kwamba tuwatayarishe waumini wetu, tuwaonyeshe umuhimu wa kuweka amani kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, kwa sababu amani ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika taifa letu, kwa jamii na hata familia zote za Wakenya. Na kwa hivyo mkutano wa leo ni wa kujadiliana umuhimu wa kuungana pamoja na tuwaelimishe waumini wetu. Hapo mbeleni tulifanya mikutano hii baada ya uchaguzi na tunaona haikusaidia sana, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshaathirika kama nchi. Lakini mara hii naona tumeifanya mapema, na kwa sababu tumeifanya mapema tuna nafasi ya kuwaelimisha Wakristo ama waumini wote, tuwaonyeshe umuhimu wa kuweka amani, kwa sababu nchi hii ya Kenya ni nchi yetu, na kwa sababu ni nchi yetu basi tunafaa kuitunza na kuweka amani vile itakavyowezekana. Moving on to our next story, where ODM's party leaders and also the leaders from the party have convened an emergency meeting in Migori that is aimed at also sensitizing people on voter registration. So don't call yourself a politician if you don't understand the political tool. So naomba we hold everyone accountable. From the information we have is that we are not doing well. The data we were getting here is data that is from Armchair. So I wouldn't say that it is accurate, but we all agreed that we needed to work smarter, work better and achieve our target. And everybody is upbeat, everybody is optimistic that we'll get there. So tunapotafuta watu wajiandikishe kama wapiga kura, tusidhani tunaifanyia Raila Amolo Odinga, tunajifanyia sisi wenyewe. So tuwache ubinafsi. Tukiwacha ubinafsi, hii kazi itakuwa rahisi sana. Every generation has its own challenges. And this generation is an economic liberation generation. And I want to encourage them that this is your time. There is no way you will be participating in leadership if you don't participate in the process of voting. They should go a little bit further and also be involved in this voter registration exercise, because for most of them, really not for most of them, for all of them, they will win with any number of votes which are in that particular catchment area. But it is the presidency which requires more people to register. Residents of Kilifi County have been sternly warned against careless disposal of waste, especially in public places. The Kilifi County Solid Waste Management Act of 2019 clearly spelling out on ways on how waste products should be disposed of. Jambo la aibu kwamba si unapata nyuma ya madirisha ya manyumba kumejaa takataka, kumejaa diapers. Haya yote yanachangia madhara upande wa afya wa mwananchi. So ni wito wetu kwa wananchi kwamba weke mazingira yao safi, na radius ya 3 meters yatakana hakikisha kwamba hilo eneo amelisafisha mwenyewe na kwamba hilo eneo ni safi. Na takataka hizo zinaposafishwa natakana zichukuliwe zile pale mahali ambapo designated county wachukue, waweze kufanya recycle na kupeleka ku dispose of.
Leo tukiangazia mambo ya takataka, changamoto kubwa tunayo kama Kilifi County ni mambo ya diapers ambazo mama wanatumia kufungia watoto wao. Hizi diapers zimekuwa kwa wingi na zimekuwa changamoto katika hali ya kusafisha miji yetu kwa sababu haziwezi kuwa disposed of. Katika sheria inasema kwamba si mwananchi yoyote pale mahali anapokaa umbali wa mita 300 kutoka pale mahali anapokaa inatakana hakikishe kwamba kumesafishwa na takataka hizo zimewekwa mahali ambapo zinatakana chukuliwe na county na zifanywe disposal ama zifanywe recycling. Sisi tunasema leo kama Kilifi County tumefanya hamasa, tumehamasisha wananchi kuhusu hii sheria. Baada wakati huu yule ambaye atapatikana anatupa takataka hovyo hovyo na kuweka takataka mahali pasipofaa kulingana na sheria, itabidi tuchukulie hatua na tumpeleke kotini na aweze kufunguliwa mashtaka. So ni mwelekeo ni wito wetu kama Kilifi County kutoa kwa hawa ambao wanatengeneza hizi diapers kwamba waweze kushughulika na ile EPR. Hii ni extended producers responsibility. Kwamba yeye kama ambaye ni mfanyabiashara wa kutoa hizo diapers analo jukumu la kuhakikisha kwamba hizi diapers hazichafui mazingira yetu. Following that report from Kilifi County, that is where we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV Kenya. More news will keep coming to you on our socials at Sky Cable TV Kenya. But I will also be bringing you more stories, most especially on that one of the terror attack, as we still await more information about the story. I am wishing you a very lovely afternoon. I'm Wanjiku, Njau.